adwa Kirinyaga muriega ngai no mwega neshode mlembe. Unajua hiyo pia. Asante sana. Kwanza nishukuru sana Canon kwa neno la leo. Kabla hujasikia maneno ya kina Kioni na baba yao na wakili mkali sana, hawa wameleta mambo makali ya siasa, lakini neno la leo limenigusa sana. Kwaya yetu na kwaya majenzi mmetujaza sana. We are very very happy to be here. Mmetuguza na kile Canon amesema hapa, vile nilikuwa namsikiza amenikumbusha hapa Kirinyaga. Hapa ndipo one of the greatest leaders for the Anglican Church walitoka. Alikuwa anaitwa David, Archbishop David. Nikisikiza Canon akiongea nimemkumbuka huyo shujaa na mashujaa wengine wa kanisa ya Anglican kama Alexander Muge. Wao walikuwa mashujaa kabisa. Archbishop Manasseh Skule na wengine. Kule kwetu tulikuwa pia na mashujaa wa Anglican Church, na wao walikuwa wanasema ukweli. Kile tumeambiwa leo is really what was done back in Alexander Muge when things were going wrong in our country. The church stood out to say no to corruption, to say no to theft na uongo wa siasa. Na nikija hapa kusikia kanisa la Anglikana bado mnasimama imara, tunaguzwa kabisa kusema we cannot lose hope. Sisi kama upinzani we're doing our part. Kuna wale wamejaribu kugawanya upinzani, ya kwamba wagawe upinzani, wapasue katikati, wengine waingie serikali, wengine wapotelee mbali. Na ndio sababu sisi tuliamua hatutakubali tununuliwe ama tumezwe na upinzani upotee Kenya. Sababu kuwa na demokrasia ni lazima tuwe na upinzani. Sisi ndio watchdog wenu. Mkiwa umelala, ukiwa kwa boma, unaungwa kali pale nje. Ukisikia umbwa yako inapiga kelele, ujue kuna mwizi pale. Mkisikia sisi watu wa upinzani tunapiga kelele, sio sababu tunamchukia Bwana Ruto, ni kwa sababu tunachukia wizi, tunachukia ufisadi ambao unaendelea katika hii serikali. Hayo ndio mambo yale umesikia hapa wenzangu wakiongelea. Tumekuwa na marais wanne sasa, huyu ni watano. Jomo Kenyatta alituachia Jomo Kenyatta International Airport, haikuuzwa. Moi hakuuza. Kibaki wakiwa na Mheshimiwa Kalonzo na hayati ndugu yangu Wamalwa kijana hawakuuza Jomo Kenyatta. Rafiki yangu Uhuru Kenyatta hakuuza Jomo Kenyatta International Airport. Kwa nini inafika wakati wa huu jamaa anajiita hustler ndiye anauzia Wahindi airport yetu? So I'm happy that as we are questioning as the opposition, as civil society, as private sector, the church is also speaking out against this evil. We are partners in this. Na mimi leo nikija Kirinyaga, mimi si mgeni hapa. Mimi nimekuwa hapa wakati nimekuwa waziri wa maji. Na watu wa Kirinyaga, Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa anawapenda sana. Mno. Mimi nikiwa waziri wake alinipa about 5 projects za maji. Tulikuwa na mradi wa Karimeno, tukajenga damu kule Kiambu na damu ya Theta Kiambu. Ukawa na damu hapa ya Thiba damu. Ukawa na damu Ukambani Twake damu. Na tukawa na Londo ya kule kwetu. Kwa miradi hiyo 5
ile Uhuru alikuwa anajipigia kila mara wa Malwa, Thibadam imefika wapi? Na tulisukuma hadi 2018 wakati anaanza muhula wa pili, the first project in November. Uhuru akianza the second term, tulianzia hapa Kirinyaga kufungua Thibadam. Hiyo inatusaidia sio tu kama kaunti hii, lakini Kenya nzima kuzalisha mchele wa kutosha. Hapa tukidouble, we are intending to create over 10,000 new acreage ya rice. Ile kazi kidogo ilibaki ya kusambaza maji yafikie wakulima. Nasikia kuna sehemu maji hajafika. Ilikuwa tumefanya ile tunnel, nafikiri canals, lakini maji tumekuwa Thibadam juzi na Mheshimiwa Kalonzo, tumeenda tukaona lile jiwe la msingi Uhuru aliweka when we were launching, tukakuja tukaona mwenzetu pia kuna jina yake hapo kando. Unajua kuna watu miaka miwili imekwisha, hakuna mradi mwingine umefanya hapa Kirinyaga, bado wanafungua miradi ya Uhuru Kenyatta. We launched the Arenoti. Hii mambo imetushangaza kidogo, lakini leo tukiwa hapa tutaka tuhakikishie ya kwamba tutasimama nanyi. Kando na huo mradi, nikiwa waziri wa ugatuzi, Uhuru alinituma hapa tena akasema nataka devolution conference iende Kirinyaga. Akamwambia Bwana Matiang'i na Kibaki ile Madaraka Day ikuja wapi? Kirinyaga. Tulikuwa mawaziri wawili, tulikuja tukaishi hapa. Unajua mimi Mulea napenda kuku sana. Nikauliza hapa kuku takula wapi? Nikaonyesha kuna jamaa alikuwa anaitwa Kibira. Mwanajua pale Kutus. Kibira kuku. Nilikula kuku za huyo jamaa sana. Nasikia aliaga. Mungu ailaze pale pema patakatifu roho yake. Lakini tulikaa hapa hadi tukahakikisha devolution conference ilifaulu kuja hapa. Leo nikirudi Kirinyaga, where we had a devolution conference, it's a sad day that this regime is killing devolution. Nimekuwa Trans Nzoia, nimekuwa Bungoma, magavana wa Western wote wanalia hawapati pesa kutoka kwa serikali kuu. Hawajalipa mishahara wafanyikazi zaidi ya miezi. Sio tu Kambani, vile speaker amesema Kenya nzima devolution is dying under the watch of William Samoei Ruto. Na hili ni jambo ambalo lazima tuseme Bwana Ruto hakusupport devolution. Yeye alilid the no campaign opposing the new constitution that delivered devolution to this country. That we will not forget. Wakati tunaanza kuona mambo ya ugatuzi yanafifia, we know that we have someone, a leader in office who does not care about devolution. So leo we want to assure you this county, na mwenyekiti wa COG anatoka hapa, tunataka aongee. Bwana Waiguru, hata ukiwa rafiki wa Ruto, you are the chair wa COG. Speak for devolution. When devolution is dying, lazima wewe, you must be the front line. So sitaki niseme mengi, nataka niwashukuru.